ulimposti Dimitri Pandev, meneja Matatu. Uliandika tu kocha basi baada ya kuwa amepoteza mchezo wake dhidi ya Stade Malien. Baadaye ama siku mbili mbele tukaona makubaliano ya pande zote mbili yamekubaliana. Lakini mwenyewe ameomba apewe muda. Kama angepewa muda kuna kitu angeweza kukibadilisha ndani ya Simba. Simba wako sawa kumwacha Dimitri Pandev kuondoka kwenye nyakati hizi? Pandev amewalazimisha sana Simba wamuondoe. Mimi niliposti kwa sababu nilikuwa na maneno mengi ya kusema, lakini nilihisi yasingekuwa ya kiungwana. Na kwa sababu mimi natoka kwenye familia ya watu waliofunzwa na heshima sisi kwetu ni namba moja. Kwa niliamua kuheshimu. Maana nilikuwa na maneno naweza kusema huyu kocha huyu kocha huyu kocha. Lakini sasa nikaona kama si sawa sawa. Kwa nikasema tu kocha. Nilikuwa na mengi na including ningeweza kusema kama Simba wataendelea kumwacha basi watakuwa hawajitambui. Kwa sababu unajua kama Simba safari hii watashindwa kuendelea kwenye CAF Champions League kwenda kwenye hatua ya robo finali, chanzo kikubwa kabisa cha kuwatoa imekuwa ni kocha wao. Kwa sababu amekuwa ni kocha ambaye ana timu nzuri. Sasa na kusema umempa mtu bunduki mbili, kwamba ana bastola au ana submachine gun halafu ana gobole. Alafu yeye anaamua kutumia gobole, submachine gun anasema atatumia kesho. Wakati ilikuwa inatakiwa kutumika leo kwenye kipindi ambacho kinatakiwa kufanya kile kinachotakiwa. Kuna watu wamesema Simba wamepoteza nafasi nyingi sana. Nakubaliana na wao, lakini pia wanaozipoteza nafasi nyingi sana kazi yao si kufunga. Unajua kila mchezaji kwenye timu anakuwa na kazi namba moja, inawezekana 2 na 3. Defender kazi yake ni kulinda na kusaidiana na timu. Akifunga ni alternative, so just an option. Forward kazi yake ni kufunga, lakini anaweza kusaidia kulinda, si ndio? Sasa kama utawaweka ma midfield ambao kazi yao kulinda labda na kusaidia timu, halafu unganganie wao ndio wafunge, wakikosa kazi ya kufunga sio kazi yao namba moja. Ukiwaweka maforward wakakosa, utasema jamani mimi watu wote nilikuwa nimewaweka. Mfano Simba hawasemi, mimi taarifa nilizonazo nasikia Soa kanunuliwa shilingi bilioni 1. Taarifa ninazosikia. Sasa kama unakuwa na mchezaji ambao umemnunua bilioni 1 unamweka kwenye bench, ulimnunua nini? Kocha wa Simba inaonekana alikuwa ni mtu ambaye kimentality ni kocha wa timu ndogo. Hakuwa akijua Simba inahitaji nini hasa. Confidence yake ilikuwa over. Inawezekana ni kocha ambaye hashauriki pia. Una midfields wako ambao ni wachezaji kama kina Kagoma. Unakwenda kucheza ugenini. Unatakiwa kuwa na solid people, kwa maana ya kwamba wale mfano ningeweza kusema hata angeanza na Kagoma na Kante. Kama inaanza na wote wale. Halafu baada ya kipindi cha pili kuona ni sare, naweza nikaangalia umeshajua ladha au steam ya wale mnasema wanacheza aina gani. Sasa naweza nikaanza kuongeza watu wa kunyumbulika, lakini kipindi cha kwanza lengo kwa Simba litakiwa wanapokwenda ugenini wakiwa wametoka kwao hawana hata pointi moja. Simba litakiwa cha kwanza kupambana kuvuna pointi. Ikiwezekana kama umeona sasa mpinzani kuna Katobo amekuachia, basi tujaribu na pointi 3. Lakini sio kutoka mikono mitupu. Simba wangetoka na pointi 1, kama ukipata pointi 3 katika mechi ya pili umefikisha 4. Lakini Simba kama watafanikiwa kupata pointi 3 kwenye mechi ya pili, ya 3, maana yake bado kutakuwa na pointi 3 katika mechi 3. Bado uko katika hali mbaya sana. Ukipoteza ndio masalamu. Haleluya, tutaonana. Kwa hiyo Simba walikuwa na kocha ambaye alikuwa anaangalia vitu kwa wepesi. Na inawezekana kwa sababu ya level yake yeye. Hakuwa amefundisha labda kwenye level ya kubwa ya Champions League ya CAF. Ni kocha ambaye hakuwa amefundisha timu kubwa kama Simba. Ni kocha ambaye labda ana ugeni na soka la Afrika. Kwa hiyo hakuwa ni msikivu au hakutaka kuelewa. Lakini ukiachana na hapo sasa unarudi pia kwa wachezaji. Kwenye performance ya Simba kabla kocha hajaja kujiunga na Simba, hata alivyokutana nao wao, performance ya Simba unajua kwenye zile mechi 2 Simba wanafuzu kuingia kwenye hatua ya makundi, zote zilikuwa ni mechi mbaya. Performance ya Simba ilikuwa ovyo except mechi moja ambayo nafikiri kipindi cha pili wafunga bao 3. Bas the rest Simba hawakuwa tena kwenye kiwango kizuri. Kwa hiyo wameendelea kuwa hivyo hivyo. Kwa Simba wao wenyewe wanapaswa kulitafuta ili tatizo ndani yao. Kuna nini? Kwa nini wachezaji wao hawana speed? Kwa nini wachezaji wao hawana haraka?
inawezekana pia ndani ya kikosi chao wana wachezaji wenye mentality kama ya Pantev pia. They don't care. Kwa sababu as long as they are getting their salary, kwa hiyo hawajali. Mshahara watapata. Kwa hiyo nini wanachokikosa kitu kingine? Kwa sababu nilitolea mfano mechi moja ile walipoteza dhidi ya Petro. Baada ya kuwa wamefungwa, unawaona hata mpira umetoka, yani mchezaji wa Petro anachelewesha mpira makusudi, wa Simba naye hajali. Anaofuata kama vile anakwenda kununua nyanya soko la Ilala kule kwenu. Anakwenda taratibu, hajali. Yani watu fulani hivi hawana wasi. Simba wametoka kufungwa na Petro siku 2-3 wako kwenye maandalizi. Unamwona yule nani anakata mauno, Joshua Mutale yuko busy na mauno, lakini akiingia uwanjani hauoni hiyo kazi yake. Yani anakatika, anacheza, yani utafikiri mcheza show watu wangapepeta. Sasa mimi nafikiri si jambo zuri kuwa na wachezaji wenye mentality ya namna ile. Na ndio maana niliwaambia siku kwenye makundi wakati tunazungumza kwamba mimi naiona advantage kwa Yanga kwa kwenye kundi gumu, kwa sababu they will feel like they are an underdog. Na sisi ndio tulikuwa tunawaona hivyo watu wengi mkisema. Lakini mimi niona advantage kwa Yanga kwa sababu Yanga itawasaidia kujisqueeze. Kwa sababu watu wote nyinyi mnaona ni watu wa chini. Kwa hiyo watajisqueeze kupambana. Watawapush wachezaji wao. Lakini Simba kwenye group hili ilionekana one of the favorite. Kwa hiyo maana yake hata na wachezaji wao wamerelax na wamekuwa na wachezaji wenye mentality niseme ya timu ndogo. Yaani Simba ina wachezaji wenye mentality ya timu ndogo, sio timu ambayo inataka kufanya vizuri na kwenda finali ya CAF Champions League. So wanatakiwa kuchange na Simba wakiendelea na wachezaji kama hawa, mimi nafikiri hawawezi wakafika mbali, kwa sababu mentality hiyo ikirudi ikawa kwenye ligi kuu pia itakuwa ni kazi bure tu. Kwa hiyo wanapaswa kukaa na wachezaji wao, kuwaambia na kuwaonya na waeleze ukubwa wa Simba. Simba si timu kubwa Tanzania. Simba si timu kubwa Afrika Mashariki. Simba ni timu kubwa Afrika. To be on top 5 ya CAF ya Afrika sio jambo dogo. Kwa hiyo kama watakuwa wanashindwa kuwaeleza wachezaji, maana yake litarudi kuwa tatizo la viongozi. They have to tell them the truth. Jembe hapo Matola. Watu wanasema makocha wote wengine wanakuja, Matola yupo tu, Matola yupo. Kuna watu hawana imani na Matola, wanachama klabu ya Simba. Wanaona kama Matola naye atupishe ili tutengeneze squad mpya katika technical bench. Unajua Matola amefikia kwenye ile level ya, unajua Watanzania ni watu wengi na tuambianagi ukweli. Watanzania watu wengi sana ni kuna watu wana wivu. Ni wale watu ambao wanachukia mafanikio ya wenzao. Unaweza nikutolee mfano, unaweza kuwa unakaa mtaani, umenunua kagari kako, basi kile kitendo cha kuwa unapita tu umeweka kishoka, na kama jamaa analinga kwa sababu umeweka tu kishoka. Sasa mimi gari yangu nisiweke kishoka tena, yani niendeshe na wao. Yani nyinyi mlikuwa mnatamani hata wakati napita pale niwe sionekane, yani nimetitia chini afu naona kwa kutumia sijui labda nini bluetooth, kwa sababu hata ile kuonekana tu kwenye gari yangu na wakera na yenyewe. Nikiweka tinted asema ni anaweka ma tinted kusudi asalimie wananchi. Kuna vile mentality vya sisi wa Tanzania wengi tunavyo vya, au mtu anakaa mtaani kijiweni hafanyi kazi. Wewe kila siku unaamka asubuhi na kwenda ofisini, kile ukipita pale jamaa jidai mtafanya kazi, si ndio? Baada ya muda umenunua TV nzuri, baada mimi kunitokea nilikuwa nakaa Sinza pale kijiweni. Sasa kipindi hicho mambo ni magumu, niko Habari Corporation. Nilikuwa navaa buti moja, sasa unajua napenda mabuti yale Timberland. Sasa Timberland yangu bila kunyunga. Baya, unajua sasa nikipita pale mtaani wananicheka bwana. Unajua cheki Timberland leo jamaa. Kwa mimi nikaenda paka nilipokuja kuanza kupata hela, kanunua Timberland. Ile yenyewe original sasa. Na mimi nilikuwa lazima nivizie, nikupita jioni wapo pale. Lazima nichelewe ofisini ili nipite jioni wako pale waione Timberland. Na nikipita na Timberland mpya, hawazungumzi, wote wako kimya. Unaona? Sasa hii ndio imekuwa tabia ya sisi Waswahili, kusemana na nini. Matola ukiangalia kawakosea nini? Yupo siku nyingi. Okay, kuwepo kwake kwa vigezo watuambie inakwamisha nini? Kwa sababu unapokuwa unamkosoa mtu lazima una hoja. Umemwona tu siku nyingi tu basi labda umekereka tu. Ndio ana tabia hiyo. Yaani ukikuwa tu siku nyingi tu wanakereka tu. Sasa okay, amekukera kwenye nini? Yupo siku nyingi. Kuwepo kwake siku nyingi kuna haribu nini? So kwa mimi nikiwasikiliza sioni kama wana hoja za msingi. Hata mimi nilikuwa natamani kama unaona kuna mtu ana hoja za msingi labda kuhusiana na Matola, mimi nije nikae naye tuzungumze. Kwa sababu mimi na wakati fulani hata mimi nimewahi kumwambia Matola kwamba
natamani siku moja yeye awe kocha mkuu wa Simba, kwa sababu mimi namuona tena kama ana vigezo hata vya kuwa kocha mkuu wa Simba. Lakini binafsi huwa namuona Matola kama pia ni yeye ana tatizo la kutokujiamini pia. Sasa labda akisoma kwenye mitandao, labda hivyo watu, unajua mitandaoni ukisoma sometimes watu wanakufanya uione kama dunia yote haikupendi. Ukisoma mitandaoni unaweza kuzania watu wote hawakukubali wewe. Mfano kama mimi lakini ukutana na watu barabarani wakusimamisha bana, sasa jambo vipi, tuomba tupige picha. Sasa mitandaoni bado wanatukana. Sasa unajua mitandaoni wakufanya kama uone dunia nzima haikupendi au watu wote hawakupendi. Labda sasa Matola naye anaangalia hayo mambo, anapata hizo hisia. Lakini sasa hivi anastahili kuwa kocha mkuu wa Simba, na ikiona iwezekani kocha mkuu wa timu nyingine ambayo inaweza ikafanya vizuri, kwa sababu hata sasa hivi unaona watu wanaenda kama kina Florent Benge, kina nani. Yuko nafikiri kipindi cha kina Matola ndio kuchukua timu kama Azam, Singida, sijui nini, wakafanya vizuri, siku moja Simba zikaona kama makocha wakubwa na kuwachukua tena. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya Matola wanaizungumzia ya msingi. Otherwise hawepo huyo mtu atuelezee, tuweze kuweka hoja mtandaoni au tuweke hoja uso kwa uso, tuweze kuijadili. Lakini Matola mimi bado naona kama ni kocha ambaye anapaswa kupandisha na yeye confidence yake, kwa sababu kuwa tu msaidizi milele pia haipendezi. Hata mimi nilianza mhariri msaidizi Mwananchi, si ndio? Nikaja kuwa mhariri, kaimu mhariri baada ya bosi wangu Frank Sanga ambaye sasa hivi kwa TV alienda kusoma Makerere. Nikawa kaimu mhariri mpaka naondoka, nakuja Global nikaja kuwa mhariri kiongozi, maana mimi nilipewa gazeti moja, nikasema siwezi kuchukua gazeti moja. Mimi nataka yote matatu. Kwa matatu lazima niwe juu yake, alafu mimi nitaweza kuwa na nani wale wahariri, kwa sababu niliona nikichukua moja mwingine wataniletea shida. Kwa hiyo nikapewa magazeti yote. Nikawa mhariri mpaka nimekuja kuwa mhariri mkuu kabisa kwa maana ya kampuni nzima. Lakini mpaka imefika hivyo, maana yake kuna hard working ilikuwepo na ile hali ya kujiamini. Sasa ningekubali siku zote mimi ningekuwa mhariri msaidizi tu. Mpaka sasa hivi nimezeeka hivi, ningekuwa tena mhariri msaidizi tu. Kwa hiyo ningekuwa mhariri msaidizi mstaafu. Umeshaelewa? Kwa hiyo Matola hapaswi kuja siku moja akastaafu akawa kocha msaidizi maarufu na mstaafu. Anapaswa na siku moja kuwa kocha mkuu. Mfano kama sasa hivi amepewa Simba, angewaambia mabosi zake bana, mimi nipeni miezi miwili kwenye ligi nipambane, na kwenye hiyo Champions League nipambane. Anaweza katoka kashangaa. Kwa sababu gani? Kama mmemleta Opantev na mahela mengi, na mwisho amewafanya Simba waingie kwenye dimbwi na kwenye matatizo. Kwa hiyo Matola kama akimalizia ikashindikana, bahati mbaya, la akiweza inakuwa ndio jambo zuri yeye kwenda kuamkia pale. Kwa hiyo hii ni swala Matola yeye mwenyewe na swala la Simba wao wenyewe, lakini nafikiri Simba wangependa kumuona Matola kwanza na hiyo confidence ya kuwa tayari kufanya. Hao wanaosema Matola hawezi waje na hoja ya msingi. Tusije na zile hoja za mtaani kwetu za Kiswahili za kuchukiana bila sababu.